Moja ya changamoto ambazo ni muhimu mno lakini si maarufu sana katika miundo mbinu ya nishati duniani ni usalama wa kuhifadhi gesi. Kuanzia gesi majimaji ya LPG hadi mazalisho ya petrokemikali kama matangi ya gesi yenye viwango vya kimataifa, na si kwa sababu ya mazoea bali kutokana na utaalamu wake makini wa kiuhandisi. Kwa upande wa uhandisi, chombo chenye umbo la tufe ni bora zaidi. Uhandisi huu unatoa nafasi ya kuhifadhiwa kiwango kikubwa zaidi cha gesi kwa kutumia feleji kidogo zaidi, na nguvu za ndani zikawa sawa katika hatua zote za kusambaza gesi. Matokeo yake ni kuwa tangi linakuwa jepesi, salama zaidi, bei yake inakuwa rahisi zaidi, hususan wakati nguvu za gesi zinapokuwa kubwa. Ikilinganishwa na matangi mengine, matangi ya mviringo yanahitaji nafasi ndogo zaidi, sahani chache zaidi za kutengezea, na hata upana wa kila sahani yake ni takriban 60% chini zaidi. Sifa hizi zinafanya matangi ya mviringo kuwa moja ya vifaa muhimu mno katika sekta za mafuta, gesi na petrokemikali duniani. Kufuatia kustawi sekta ya petrokemikali ya Iran katika muongo wa 1990, mahitaji ya matangi hayo pia yaliongezeka. Wakati huo sehemu kubwa ya matangi ya mviringo yalikuwa yanaingizwa kutoka nje, na mashirika ya mafuta ya ndani yaliishia kufunga na kufanyia majaribio tu. Lakini uzito wa usafirishaji ulionyesha haraka kwamba matangi yenye ukubwa wa takriban mita 18 haiwezekani kuyapitisha kwenye barabara na madaraja. Hivyo hakukuwa na njia nyingine isipokuwa matangi hayo kujengwa pale pale yanapotumika. Uzito huo wa kiutaalamu polepole uligeuka kuwa suala la kistratejia. Wazalishaji magari wa Arak ambao kabla hapo walishakuwa na uzoefu mkubwa wa kutengeneza matangi kama hayo walikuja na utatuzi. Walihoji kama utengenezaji lenzi na umbo la nje linalohimili joto kali unafanyika ndani ya Iran, kwa nini hadi sasa tunategemea nje kutengeneza kikamilifu matangi ya mviringo? Kuingia kwenye medani hii haikuwa rahisi. Kutengeza tufe kubwa la feleji si kukunja sahani tu. Tangi lazima lihimili uzito wa ndani, zilizala, upepo na tabia nchi. Kubuni miguu yake, namna ya kusafirisha mzigo na kuunganisha kwenye misingi kuna hitaji utafiti wa kina wa uhandisi kulingana na viwango vya kiusalama vya kimataifa. Lakini hatua tata zaidi ni ile kufanya vifaa vifanye kazi kwa pamoja. Vipande vya tanki hilo vinaitwa petali. Kila petali moja inabidi itengezwe kwa umakini mkubwa kwa kuchunga kila milimita, ili vikiunganishwa ubaki upenyo wa viwango vya kimataifa, yani karibu milimita 2 hadi 3. Upenyo huo ni muhimu mno katika ubora wa uchomaji, kudhibiti nguvu za ndani na usalama wa chombo. Katika hatua ya kwanza kosa halikuepukika. Baadhi ya vipande vilifika milimita 7 hadi 8 na vilichukua muda kurekebisha. Lakini baada ya kuboreka utaalamu, udhibiti wa viwango hivyo ukawa rahisi na kosa likaondoka kabisa kwa kujifunza pole pole. Sehemu kubwa ya kujifunza huko ilitokana na ushirikiano wa karibu baina ya wahandisi na wachomaji wenye uzoefu. Hiyo ni elimu iliyopatikana kwenye kiwanda, si kwenye karatasi. Katika kukata petali, kwanza hudhaniwa lazima kuundwe mashine ya CNC ya vipimo vitatu, kwani petali zina mkunjo wa vipimo vitatu. Hata hivyo, wahandisi waligundua utaalamu mwepesi lakini muhimu na ulioleta mapinduzi. Kwanza, sahani mustatili ziliingizwa kwenye mashine ya lenzi ili kuundwa mkunjo wa awali. Baadaye kulitumika violezo vilivyotengenezwa na wahandisi wa Iran kuongeza mkunjo kwa mujibu wa pembe zake. Hata kama sahani hadi hapo zilishakuwa za mviringo, lakini kulihitaji mashine ya kukata kwa vipimo viwili, na hivyo kutengenezwa kwa umakini wa hali ya juu. Katika kiwanda cha Tabriz, nchi moja ya Asia Mashariki ilikuwa imetengeza matangi mengi ya mviringo. Wakati tangi la kwanza la Iran lilipotengenezwa, wawakilishi wa nchi hiyo walikwenda kuangalia. Walidhani kwamba kazi ya Iran itakuwa na makosa mengi. Lakini wakati petali ya mwisho ilipoungwa, upenyo wa baina ya petali mbili ulikuwa kiwango cha kimataifa,
cha milimita 2 hadi 3, kiasi kwamba bila ya kujielewa waliokuwepo wote walipiga makofi. Kuanzia hapo ukiritimba wa kutengeza matangi ya mviringo ukavunjwa na Irani ikaingia rasmi katika nchi zinazozalisha vifaa hivyo tata. Mwajiri wa kwanza aliyejitolea kutengeza tangi la mviringo kilikuwa kiwanda cha magari cha Arak. Kilijitolea kwa mapenzi ya taifa na kuamini uwezo wa ndani, uzoefu wa kutengeza matangi ya silinda, utaalamu wa utengenezaji magari, uwezo wa kubuni na uchakataji wa wahandisi vijana, vyote vilishirikiana kuzalisha tangi la kwanza la mviringo la Kiirani. Hadi leo kiwanda cha magari cha Arak kimeshatengeza matangi 140 ya mviringo. Baadhi ya matangi hayo yamesafirishwa nje ya nchi kama Turkmenistan. Mradi muhimu zaidi ni wa kiwanda cha Setare Khalije Fars. Ulijumuisha matangi 13 makubwa ya mviringo. Uzoefu huo ni zaidi ya mafanikio ya kitaifa. Ni somo kwa watu wote kujitegemea kiviwanda, si maneno tu bali kwa vitendo, pia kwa kutumia wahandisi wa ndani, nguvu kazi mahiri na kutatua panapostahiki. Katika dunia ya leo, usalama wa nishati, kujitegemea katika mchakato mzima wa kudhamini usalama huo kuna umuhimu mkubwa. Mifano hii inaonyesha jinsi viwanda vinavyoweza kutoka kwenye kuunganisha vitu tu na kuwa mzalishaji kamili, sambamba na kuchunga viwango vya ulimwengu na kuwa tayari kushirikiana kimataifa.